Baada ya Sizonje kuingia mchagoni na kujua chanzo cha uwepo wake hapa duniani, nilikaa naye jamvini na kuwapa yale yaliyoandikwa na waliotutangulia. Kabla ya kuitwa Tanzania, tulivishwa koti la udanganyika, kama sio Tanganyika ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na harakati za Bibi Titi Mohamed. Shomari Rajabu, mhifadhi historia hapa Makumbusho ya Taifa, anatujuza yaliyojiri mpaka kuipata Tanzania ya leo. Mtazamaji wa Chetu ni Chetu, bado tunathamini vya kwetu. Siku zote titi la mama litamu hata kama ni la mbwa. Ni maneno mazuri ya mshairi nguli kabisa ambaye amebaki katika historia ya Tanganyika, Tanzania mpaka kizazi cha sasa. Tuko sehemu ama eneo la pili kwenye historia sasa ya Tanganyika, kabla ya ukoloni, wakati wa ukoloni, baada ama katika harakati za kugombania uhuru, na mwisho wa siku tulivyojikomboa na tulipo sasa. Tunaye ndugu yetu Shomari Rajabu, yeye ni mhifadhi historia. Hebu piga picha, mtu amebeba historia, amehifadhi kwenye kichwa chake. Kwanza mimi nakupongeza kwa umri wako, bado ni kijana. Vijana wengi wenye umri kama wako ukiwaambia hata historia ya Tanzania sasa hivi wala haijui. Anakuambia amezaliwa pambane, maisha yaendelee. Hebu tulishe kwenye eneo hili, tutajua nini na nini ambacho tunasema ni tunu ya taifa letu la Tanzania. Sehemu hii ya ukumbi wa historia utajifunza masuala mbalimbali kuhusu historia yetu ya Tanzania, lakini pia utajifunza mambo ambayo hujako yasikia sehemu yoyote. Maana tunafahamu kwamba Tanzania ilikuwa Tanganyika, lakini kabla Tanganyika kuna jina lilikuwepo tunaitwa. Ni kipindi gani utakuja kufahamu kwenye ukumbi wetu wa historia. Lakini pia utafahamu kuhusu ustaarabu wa Waswahili. Hapa tutazungumzia mji wa Kilwa. Kwa nini Kilwa unakuwa ndo mji wa kwanza katika pwani ya mashariki kuwa na fedha yake yenyewe. Hizo fedha tunazungumza darasani, watu wanasoma sana. Sisi tunazo Makumbusho ya Taifa. Lakini pia kitu kingine tutafahamu vitu mbalimbali, ikiwemo uhusiano uliokuwepo zamani kati ya mji wa Kilwa, wenyeji wa mji wa Kilwa wale wa Bantu wakiishi na baadhi ya wafanyabiashara wakiwa wa China, wa Shirazi waliishi Kilwa. Kwa hiyo tutapata kuwaona hiyo historia nzuri ambayo tunayo hapa Makumbusho ya Taifa. Mtazamaji wa Chetu ni Chetu, tunachofurahia sisi hususani katika moja kati ya lengo la kipindi hiki cha Chetu ni Chetu, namna gani tunawarithisha wale wanafunzi na watoto wetu. Kelele ambazo unazisikia ni kelele za wanafunzi kutoka shule mbalimbali katikati ya jiji la Dar es Salaam na hata nje ya jiji la Dar es Salaam. Wamekuja kwa ajili ya kuja kujifunza, na ndio maana unasikia sasa shamra hizi. Lengo ni ya madhumuni ni hivi vya kwetu tuvipe thamani, na wanafunzi wanaelezwa mambo mengi mazuri kutoka kwa ndugu zetu maafisa watalii, alikadhalika wanaohifadhi historia ya Tanganyika, Tanzania. Na ndio maana sisi lengo hasa ni kuibua na kuhamasisha shule nyingine, lakini hata taasisi na vyuo kuja kujua vya kwetu. Wewe ulianzia wapi, historia ya chimbuko la binadamu. Lakini mwisho wa siku kama Shomari atakavyotueleza hapa, namna gani Tanganyika kabla ya ukoloni, wakati wa ukoloni, harakati na kila kitu kizuri ndani ya Makumbusho ya Taifa. Basi ambatana nami pamoja na timu nzima ama crew nzima ya Chetu ni Chetu. Shomi, kazi kwako sasa. Kwanza kabisa nataka kuelezea kuhusu mji mkuu wa Kilwa. Ni mji wa Kilwa huu ambapo kabla ya kuzungumza Kilwa, Afrika especially katika pwani ya mashariki tulikuwa tuna miji mitatu ambapo ni Mombasa, Kilwa na Sofala. Mombasa ni Kenya, Kilwa ni Tanzania, those days Tanganyika, lakini Sofala ni Msumbiji. Tukiangalia katika hapa Kilwa, wakazi wa Kilwa mji uliendelea sana zamani, kwa mji ulikuwa mji wa kibiashara. Kabla ya koloni walikuwa wakiishi watu kutoka Ghuba ya Asia ambao ni Persia, ambao ni Washirazi, lakini pia waishi wa Bantu wenyeji, lakini pia walikuwa naishi wengine kutoka China, walikuwa wanakuja hapa kufanya biashara. Lakini mji wa Kilwa historia yake kabisa inasema ndio mji wa kwanza kutumia sarafu yake yenyewe. Kwa nini? Kwa sababu mji ulikuwa ndio biashara. Mataifa mbalimbali walikuwa wanakuja Kilwa kufanya biashara zao.
Wachina hapa walikuja na zile porcelain zao, vibakuli vyao. Tunaviona pia katika Kombodo vibakuli vya Kichina, ikithibitisha kwamba Wachina waliishi hapa, lakini pia walifanya biashara. Lakini pia Washirazi ambao wanapatikana siku hizi katika nchi ya Iran walikuwa pia wanapatikana hapa Kilwa, ambao walikuwa wanafanya biashara zao pia. Kwa hiyo mji huu uliendelea sana kibiashara mpaka ilipofika kwenye karne ya 18, mwaka 1840, ambapo Sultani wa Oman aliweza kutawala pwani ya Afrika Mashariki. Alifika pia Kilwa, ambapo alipofika pa Kilwa aliwakuta sasa wa Ureno wakiwepo hapa Kilwa, wamekaa na wao. Kwa hiyo wale Waarabu wakawafukuza Wareno watoke katika mji wa Kilwa. Walipofukuza Wareno wakimbilia Sofala, ambapo Sofala siku hizi ni Msumbiji. Kwa hiyo hii ina make historia ya kwamba kwa nini Wasumbiji wanaongea Kireno. Moja ya sababu ni hiyo, kwa baada ya kufukuzwa Kilwa wakimbilia Msumbiji ambao ni Sofala kipindi hicho. Na hii ina make sababu, kwa sababu gani hawa Wareno huko Msumbiji wanazungumza Kireno. Hiyo ndio sababu kuu, sababu walikimbizwa na huyu Mwarabu kutoka kwa Kilwa. Mwarabu kufika hapa Kilwa akaanzisha sheria zake mwenyewe binafsi, lakini pia akaanzisha biashara ya utumwa mwaka 1840. Sasa baada ya historia nzima hii ya kuelezea kuhusu Kilwa, Waarabu pia walipotokea hapa, kuna baadhi ya vitu mara niwaonyeshe ambavyo vinaonyesha sasa ni kweli biashara ilifanyika kabla ya ukoloni, lakini pia ni kweli kulikuwa na biashara ya utumwa. Tutajifunza pia. Lakini pia wengi tunasoma sana darasani ya kwamba Afrika na Europe tulikuwa sawa kiuchumi. Kwa nini tulikuwa sawa kiuchumi? Kwa kuna evidence ambayo tunazo makumbusho ya taifa inaonyesha kwamba ni kweli kiuchumi tulikuwa tuko vizuri na tulikuwa tuko sawa pamoja na watu wa Europe au bara la Ulaya. Sasa tukajifunza. Katika moja ya vitu ambavyo tunavyo makumbusho ya taifa ni kuonyesha jinsi gani wa Afrika au Tanganyika tulikuwa tuna tamaduni zetu, tulikuwa tuna teknolojia yetu kabla ya ukoloni. Moja kati ya vitu ambavyo tutafanya ni kuwepo kwa ugunduzi wa chuma kipindi cha Iron Age, ambapo tulikuwa tuna wale wahunzi wa vyuma, na hapa sasa nazalisha mji maarufu sana Tanganyika au Tanzania wa siku hizi ambao wa Ingaruka, ambapo alikuwa ni maarufu sana kwa ajili ya uzalishaji wa chuma. Lakini pia tuna hizi pottery au vyungu, vyote vilikuwa vinatengenezwa kupitia viwanda vidogo vidogo ambavyo tumia mikono tuweza kutengeneza vyuma, kugundua vyuma kwa ajili ya kutengenezea zana mbalimbali za kilimo, ikiwemo mapanga pamoja na majembe. Lakini pia kwenye viwanda vidogo vidogo pia tuweza kutengeneza vyungu mbalimbali vikiwemo hivi hapa. Hii inathibitisha kwamba ni kweli tulikuwa tupo katika hali ya sawa kati ya Europe pamoja na Afrika, sababu ya kutumia hii teknolojia yetu yenyewe ambayo tulikuwa tunajivunia sana. Lakini pia kipindi hiki ambacho tumegundua pia chuma kule Ingaruka, walikuwa na uwezo wa kutumia chuma kama tiles siku hizi kwa ajili ya kupendezesha nyumba zao. Hapa tuna picha ambayo ikionyesha moja ya nyumba huko katika maeneo ya Ingaruka yakiwa ametumia chuma kama tiles kupendezesha nyumba yao. Kwa hiyo ni moja ya nyumba ambayo tumegundua kule Ingaruka, ambapo inaonyesha kwamba ni kweli chuma inatumika kama vile ni tiles au kuboresha nyumba yake au decoration katika nyumba kwa ajili ya kuweza kupendezesha nyumba yake zaidi. Kwa hiyo inathibitisha ni kwamba chuma si tu kutumika kwa ajili ya kutengenezea zana za kulimia au kwa ajili ya kukatia mavisu, lakini kutumika kama mapambo katika nyumba. Hapa kwenye hii picha inaonyesha jinsi gani hizo zana za chuma zilisaidia katika mambo mzima ya kilimo kama unavyoona katika picha hapa. Katika kuelezea mji mzima wa Kilwa, moja ya sifa yake ni kutumia sarafu yake yenyewe. Hapa tuna sarafu za zamani za mji wa Kilwa ambazo zimetumika kutokana na wafalme mbalimbali au katika vipindi mbalimbali. Kuna kuanzia karne ya 11 mpaka karne ya 14. Ukimzungumzia karne ya 11 utamkuta Sheikh Hassan, Sultan Hassan of Kilwa, lakini pia kuna mpaka Suleiman of Kilwa, au wote ni masultana ambao wameweza kuitawala pale Kilwa na sarafu zao zikiwemo. Hii inathibitisha ni kwamba Kilwa walikuwa wana ile utajiri mkubwa sana, pamoja na misikiti mbalimbali iliyokuwepo kule Kilwa, the Great Mosque tunauita, lakini pia pamoja na kuwepo kwa mji makutano kule pamoja na miji mbalimbali, inathibitisha ni kwamba kweli ni Kilwa ilikuwa ni mji wa kihistoria, licha pia kuwa na fedha zake yenyewe, lakini pia ilikuwa na mji ambao umeboreshwa sana na ulikuwa na maendeleo makubwa sana. Na viongozi mbalimbali walikuwa wakitembelea Kilwa. Mfano mzima Ibn Battuta alitembelea pia Kilwa. Tunafahamu Ibn Battuta alikuwa mmoja katika kufanya ustaarabu wa Mswahili, kuzalisha maneno mbalimbali ya Kiswahili ambayo yalitokea kutokana na mwingiliano wa watu wengi sana pale Kilwa. Wakiwepo Wabantu, wakiwepo Washirazi pamoja na Waarabu.
Sasa hapa tuna baadhi ya vitu ambavyo hizi ni Chinese porcelain ambazo zimeulika kule Kunduchi, lakini pia tuna sehemu ambazo inaonyesha kwamba ni kweli jinsi gani ile long distance trade ambayo ilikuwa imetokea kutoka Afrika kuja kule mpaka India, China, narudi tena. Ilitokea kwa sababu gani? Kulikuwa na mwingiliano kati ya wafanyabiashara mbalimbali wa China, ulikuwa na Washirazi pamoja na baadhi ya nchi. Hii ni ramani ambayo inaonyesha msafara wa masafa marefu, ambapo ukianzia Sofala, kama nilivyosema pale ni Sofala, hizi ni Msumbiji. Kutoka Sofala unakuja Kilwa ambako unatokea huko China, ambapo sasa nilisema pale Kilwa kulikuwa na mwingiliano wa watu wengi sana. Walikuwa na Wachina, Washirazi, walikuwa wanaishi pale pamoja na Bantu, mpaka baadaye wakaja Wareno wakafukuzwa na wa Oman, Sultan of Oman. Sasa inaonyesha ni kwamba ni kweli msafara masafa marefu ulikuwepo, lakini pia hakukuwa na element ya kuonyesha kwamba kulikuwa kuna biashara ya utumwa. Hakukuwa na biashara ya utumwa. Ilikuwa ni watu wana exchange vitu mbalimbali. Na hivyo vitu tutakuja kuviona hapo. Kuna vitu vya thamani walikuwa wanabadilishana navyo, walikuwa wanabadilishana zile mabakuli, walikuwa wanabadilishana na zile pamoja na zile pottery, nasema pottery kama vyungu. Lakini pia miaka 1000 mpaka 1300 Anno Domini ndio kipindi ambacho hii biashara ya masafa marefu ilikuwa inaonekana hapo natokea. Lakini hapa kuna hizi meli mbalimbali ambazo hii yasadika ni kwamba ilikuwa ni meli ya kwanza kuwaleta wa China, especially kule Kilwa, ambapo walikuja kwa ajili ya kufanya biashara, lakini pia kwa ajili ya kufanya mambo mbalimbali. Kulikuwa exchange ambazo zilitokea kule. Kwa hiyo hii ni moja ya picha ambayo imechorwa na mchoraji huyo, ambayo inaonyesha kwamba miaka 1417 mpaka 1419 ilifika hiyo meli kwa ajili kule Kilwa kwa ajili ya kufanya hizo biashara zao. Hivi ni vitu vya thamani ambavyo vilikuwa vinatumika kule Kilwa, ambapo pia viliwashangaza sana Wareno walipofika pale Kilwa kuona kwamba kulikuwa wanatumia hizi shanga, walikuwa na vitu vya thamani kama hizi iron, hivi vioo vya chuma ambavyo walikuwa tumia kwa ajili ya kujiangalia. Sasa hivi viliwashangaza sana Wareno kuona hivi vitu ambavyo walikuwa kule Kilwa, kipindi ambacho Wareno walienda kule Kilwa ambao kutawala. Lakini kwenye kipindi cha biashara masafa marefu kuna vitu ambavyo vilikuwa vinabadilishwa. Moja ya bidhaa hizo ni kama hizi unazoziona hapa. Hapa kuna Chinese porcelain, vibakuli vya Kichina ambavyo vinasilisha ni kwamba biashara ya masafa marefu ilikuwa inafanyika pia, especially pale Kilwa. Kulikuwa kuna biashara ambayo inafanyika ya ku-exchange vitu mbalimbali kama hizi bakuli vya Kichina, lakini pia kuna Africans porcelain, vibakuli vya Waafrika ama Wabantu tukasema. Kwa hivyo ilikuwa inabadilishana kipindi hiko. Kwa biashara hii ilikuwa ni biashara kati ya kitu na kitu. Haikuwa kubadilishana kati ya kitu na mtumwa au kitu na mtu, hapana. Ilipofika mwaka 1840 ndio kipindi ambacho biashara ya utumwa ikaanza. Ilikuwa ni kipindi ambacho Sultan of Oman akaanza kuwasili kule pwani ya Afrika Mashariki, ikiwemo Zanzibar pamoja na pwani nzima akiwa Kilwa pamoja na huku kanda nzima hapo Dar es Salaam. Hapa tuna kitanda ambacho Sheikh Hussein alikuwa amekirithi kutoka kwa babu yake. Kitanda hiki kinathibitisha uwepo wa biashara ya utumwa. Kwa nini? Kama unavyoona hichi kitanda, kulikuwa hakuna ngazi ya kumwezesha sultani kuweza kulala. Ilibidi mtumwa aweze kubend, kwa maana kwamba mtumwa aweze kulala hivi, ainame, ili yule mtu ambaye ndo sultani aweze kukanyaga iweze kulala. Au ilikuwa mtumwa ambebe yule chief ama sultan ili aweze kulala katika hichi kitanda. Kitanda hiki kinathibitisha uwepo wa hiyo biashara ya utumwa, lakini pia inaelezea ule usultani uliokuwepo kule Kilwa. Baada ya hapo pia tuna hii sanduku ambapo sultani alikuwa anahifadhi nguo zake au vitu vyake, alikuwa akihifadhi humu, alikuwa akiweka humu vitu vyake vya thamani. Lakini pia tuna picha hapa zikielezea ile hali ya Kilwa kama tulikuwa naelezea pale, misikiti ambao msikiti mkubwa ambao tunasema ni Great Mosque ambapo huko kule Kilwa. Lakini uwezo kaelezea biashara ya utumwa pasipo pia kuona uthibitisho nani kaleta hii biashara ya utumwa, lakini pia vitu gani. Je, utumwa ulikuwa unahusisha tu kuuza watu? Hapana. Lakini pia unaweza kuhusisha kuuza pembe, nasema ni ndovu pia, au elephant tusk tunasema. Hapa tunaye mtu anaitwa, jina lake ni Ahmed bin Muhammad Meljeb, ambapo jina lake la utani tunamuita Tip Tip. Kwa maana gani? Alikuwa akitumia silaha kwa ajili ya kuwa capture wale watumwa, kutumia silaha yake. Sasa wale wa Bantu wanasema walikuwa wanashindwa kuweza kuhitaji jina lake, ndio akamuita jina la utani Tip Tip. Lakini jina lake sahihi, jina lake anaitwa ni Ahmed bin Muhammad Meljeb, ambaye tunaweza kusema kama ndio yule founder ama ndio source ya chimbuko la kuwepo kwa biashara ya utumwa.
Lakini hapa kuna ile misafara ya biashara ya utumwa na jinsi gani wanapokuwa wanachukuliwa pamoja na katika msafara mzima. Walikuwa wakibebeshwa minyororo, wanafungwa minyororo, lakini ilikuwa wanapitishwa misafara mirefu sana, misafara mirefu pamoja na hao wengine waweza wamebeba silaha kwa ambao kwa wanachukua hawa watumwa. Inaonyesha kwamba ni dhahiri kwamba watumwa walikuwa wananyanyaswa, lakini pia walikuwa wanateswa sana kutokana na hii jinsi ya halisi ilivyokuwa naiona hapa. Kitu ambacho tunataka tujifunze hapa ni kwamba aina ya watumwa ambao wanachukuliwa, walikuwa wanachukuliwa watumwa wanapelekwa Bagamoyo kwa ukanda wetu sisi, na baadaye pale kunakuwa kama mchujo fulani kwa ajili ya kuwawezesha kuangalia, je, huyu anatufaa tumpeleke au tumpeleke. Na ndio maana utakuta aina ya watumwa ambao wanachukua walikuwa ni very strong, wana nguvu. Walikuwa na nguvu sana, waweza kuonyesha jinsi gani waweza kwa capture hawa slave. Sasa biashara ya utumwa ilikuwa ihusishi tu kuuza watumwa au binadamu, lakini pia ilikuwa inahusisha kuuza hizi pembe za ndovu ambazo unaziona hapa tunazo. Sasa hii structure nzima au statue inaelezea jinsi gani hawa slaves walikuwa wanabebeshwa zile pembe za ndovu, walikuwa wanasafirishwa nazo, lakini kama mtoto anabebeshwa mzigo, kwa mzigo kichwani. Lakini pia inaonyesha jinsi gani hawa slaves walikuwa wanachukuliwa walikuwa ni wale ambao wako very strong, walikuwa na nguvu sana. Hapa juu walikuwa wanakuwa na kama pati ya iron hivi, walikuwa wanafungwa minyororo huku juu, ambapo minyororo yake tumehifadhi hapa tunao. Ili mojawapo ya pati ya ile iron chini ambayo tunaenda kwa ajili ya kumfunga yule mtumwa. Hii hapa ambayo tunayo. Lakini pia hapa tuna picha ya sultan. Tunafahamu kwa Zanzibar ilikuwa ndo sehemu ya market, soko la watumwa kule Zanzibar. Na huyu ndo alikuwa ndo mfalme wa Zanzibar, tunamuita mfalme wa pili wa Zanzibar, Sultan Bargash bin Said wa Zanzibar, kabla yule wa kwanza ambaye ni Said wa Zanzibar. Huyu sultani wa Zanzibar ambaye alikuwa ni Bargash. Yeye pia alikuwa amechukua soleheri ya kuwa ndo kama mfanya biashara mkuu kwa upande wa Zanzibar kule. Lakini ile hali ya utumwa ilienea, ilikithiri kwa kifupi. Hapa tuna picha ambayo inaonyesha jinsi gani unatakiwa kumheshimu even mtoto wa mfalme au wa sultani. Kama unavyoona hapa amemheshimu huyo mtoto ambaye alikuwa ni mfalme. Yaani kumheshimu mfalme haitoshi, mpaka kizazi chake pia ukiheshimu, kama unavyoona hapa. Yaani ukimwona mtoto wa mfalme ni sasa kama umemwona yule mfalme mwenyewe. Ndio hii thought kama unavyoiona hapa anapokuwa ana imagine. Lakini pia kazi mbalimbali za kufanyika. Hata hizi kazi za kutoa kilimo, kinini, ilikuwa mojawapo ya kazi kama vile unafanyishwa kama vile unakuwa mtumwa. Ndio maana hapa huyu jamaa alikuwa anaiona kama yeye ndo mtumwa, sasa anatumikisha hawa vibarua. Si hivyo tu, hata katika issue ya ndoa, watu ambao wametoka katika familia ya utumwa walikuwa haruhusiwi kuoa katika familia. Kama unavyoona hapa, walikuwa haruhusiwi kuoa sababu huyu jamaa amemtaka binti kutoka katika hii familia. Lakini hawa familia wamesema hapana, sababu wanatoka katika familia ambayo ilikuwa ni watumwa zamani. Walikuwa hiyo thought ilikuwepo. Kile hata Zanzibar kule ilikuwepo hizo thought, lakini siku hizi kwa tunamshukuru Mungu hizo hali zimebadilika. Unaweza ukaoa pia. Kwenye kuondoa kabisa biashara ya utumwa ilipitia katika kusaini mikataba mbalimbali. Lengo lilikuwa ni kuondoa biashara ya utumwa. Mikataba mbalimbali iliweza kusainiwa kwa lengo la kuondoa biashara hizo. Mfano, mkataba wa kwanza ulisainiwa mwaka 1822 ukijulikana kwa jina la Mosba. Moresby alisaini mkataba wa kuondoa biashara ya utumwa ikiwa pamoja na sultani wa Zanzibar ambaye alikuwa ni Said. Lakini ilipofika mwaka 1845, kipindi baada ya vita ya pili ya dunia, Hamilton alisaini pia mkataba wa kuweza kuondoa biashara ya utumwa pamoja na sultani wa pili ambaye alikuwa Sultani Bargash. Ilipofika mwaka 1873, hapo ndo hitimisho au kuweza kusema kuondoa kabisa biashara ya utumwa hii Afrika, ambayo ilikuwa mwaka 1873. Mkataba huo kuondoa biashara ya utumwa ulikuwa kwa jina la Frere, ambayo ilikuwa ni Frere pamoja na Sultan of Oman ambaye alikuwa kule Zanzibar. Waliweza kushauriana na kufikia mwafaka kama biashara ya utumwa iweze kukamatika ama kuondolewa kabisa. Hii ni moja ya historia ambayo napenda kuifahamu kutoka Makumbusho ya Taifa, ikielezea jinsi gani biashara hii ya utumwa iliweza kuondolewa kuanzia mwaka 1822 mpaka mwaka 1873. Sasa kuna vitu mbalimbali ambavyo inabidi tuvifahamu pia kwa nini iliondolewa, lakini pia kwa sababu hipi ilitokea mpaka biashara ya utumwa iliweza kuondolewa. Wanasema kuisha kwa biashara ya utumwa ikaanzishwa biashara nyingine ambapo inaitwa legitimate trade.
Hapa tuna ramani ambayo inaonyesha misafara ya wapelelezi explorers ambao walikuja kwa lengo lao kutafuta taarifa kuhusu bara la Afrika. Lakini pia kuna baadhi wao walikuwa ni missionaries, lakini pia kuna wengine walikuja kwa lengo la kufanya biashara ama wengine wanaita ni traders. Katika hawa wapelelezi kuna baadhi walikuja na idea mbalimbali ama walikuja kwa na mawazo mbalimbali. Mfano mzuri kuna huyu ambaye tunamuita Hans Meyer, ambaye yeye alikuwa ni mmoja kati ya mwalimu kutoka kule Leipzig, ambaye alijiunga na bodi ya kuendelea kwa mkurugenzi wa bodi kwa lengo la kuweza sasa lengo lake lilikuwa ni kuweza kuanzisha makumbusho, ambapo kipindi hiko kilikuwa ni kipindi cha Mjerumani kuanzisha makumbusho, ambapo baada ya vita ya kwanza ya dunia sasa kuhitimika, Mwingereza alikuja kuichukua idea na kuanza kuanzisha makumbusho, ambapo ilijulikana kwa jina la King George V, ambapo tutaweza kuiona baadaye kule chini pamoja na picha yake. Lakini baada sasa ya kuwepo kwa ukoloni, baada ya Berlin Conference mwaka 1884 mpaka 1888, kulitokea situation ambayo tunasema ni colonialism in Africa, ukoloni barani Afrika, ambapo Tanganyika ilikuwa chini ya ukoloni wa Mjerumani, lakini baada ya vita ya kwanza ya dunia ikawa chini ya ukoloni wa Mwingereza. Sasa kipindi cha Mjerumani alipokuwa anatawala, kulitokea masuala mbalimbali ya kupinga ukoloni wa Mjerumani. Hapa tutajifunza historia ya jinsi gani Afrika au Watanganyika waliweza kupinga biashara, waliweza kupinga ukoloni wa Mjerumani au ile sheria za Ujerumani walipowasili hapa Tanganyika kipindi hiko. Lakini pia historia inatuambia kwamba kipindi ambacho tunatawaliwa na Mjerumani, nchi yetu ilikuwa inajulikana kwa jina Tanganyika, inajulikana kwa jina Ost Africa, kwa maana ya kwamba ilikuwa inahusisha nchi kama Burundi, Rwanda pamoja na sisi, kipindi ambacho tunatawaliwa na Mjerumani, kwa maana ya kwamba Germany East African Companies ambazo zimekuwa zimeelezewa katika historia yetu. Baada ya Mjerumani kuwasili Tanganyika, wakaanzisha sheria zao wenyewe, sheria zao binafsi, ambazo sisi tulikuwa na sheria zetu kabla ya hapo. Mmoja ya vitu ambavyo vijana wa Wajerumani wakaanza kuleta ile assimilation, kuanza kunyanyasa wale wa Tanganyika ama wale wa Afrika ambao walikuwa kipindi hicho. Sasa sisi kama wa Afrika tukaanza kureact na wale kuonyesha kwamba zile sheria za Kijerumani ambazo wameleta nazo sisi hatukuzihitaji, sababu tulikuwa tuna sheria zetu. Tukaanza kupigana nao. Moja kati ya silaha ambazo tulikuwa tunatumia ni hii shield, ambayo imetengenezwa kutokana na ngozi ya ng'ombe. Kwa hiyo ilikuwa kama vile ni ngao kuweza kupigana na wale wa Jerumani, lakini pia kama unavyoona katika picha hapa, hii ni moja ya yule mpiganaji ambaye aliweza kupigana nao wa Jerumani. Lakini moja kati ya kitu au kithibitisho ambacho kinasababisha ni kweli Wajerumani walikuwepo hapa Tanganyika ama hapa Afrika ni kuwepo kwa hii crown, ambapo ina represent uwepo wa Jerumani hapa Tanganyika. Lakini tuna huu uskani ambapo ilitumika kwa ajili ya kuwaleta katika meli ambayo imewaleta Wajerumani hapa. Lakini baadaye ilipofika mwaka kwa jina la Gotsen, huu uskani katika hiyo meli zilikuwa Gotsen kwa zamani. Lakini ilipofika mwaka 1927 meli hiyo ilibadilishwa jina na kuitwa MV Liemba, ambapo inatumika mpaka sasa. Ukifika sehemu nyingine ambazo ni hizi hapa, zinaonyesha picha mbalimbali kipindi cha Mjerumani na baadhi ya watemi au machifu hapa Tanganyika, tukiwa na Mtemi Milambo kutoka kule Tabora, lakini kwa Wanyamwezi, lakini pia tukiwa na shule ya kule ya Tanga ambayo ni Tanga Girls, walikuwa wanafundisha masuala mbalimbali. Unajua historia inatuambia kwamba hata mashuleni tunaambiwa kwamba japokuwa zile huduma za kijamii zilianzishwa katika utawala wa wakoloni, lakini lengo lilikuwa si kuwapa elimu. Lengo lilikuwa ni kuwafundisha ili waweze kufanya kazi chini yao. Na hizo mafunzo wa elimu mbalimbali wanayofanyiwa ni kuwa kama watumwa, kuwa kama vibaraka kwa ajili ya kuwasaidia wale wakoloni. Na ndio maana ilikuwa nasema kwamba hizi huduma za kijamii lengo lilikuwa ni hilo. Lakini pia mfano mzuri wa hospitali. Hospitali lengo lake lilikuwa si kuwatibu wale wazao wa pale. Lengo ni kuwatibu wale wakoloni wenyewe. Mfano mzuri utakumbuka tuna hospitali ya kujengwa ambayo ni Ocean Road Hospital, ambapo Ocean Road Hospital ilijengwa na Mjerumani. Utaona katika picha pale. Lengo lilikuwa si kuwatibu wale wenyeji. Lengo lilikuwa kujitibu wale wakoloni wenyewe. So hawa ni baadhi ya chief kama nilikuwa naelezea. Kuna chief wa Songea ambaye ni Mbwera,
Pia mojawapo ya vitu ambavyo machifu waliyafanya, mfano kama chifu wa Morogoro kule, Chief of Msovelo, Mangungu of Msovelo, huyu ndio mojawapo alisaini ile mikataba ya kiulagai na Karl Peters. Tunasema Boga Street, alisaini Chief Mangungu of Msovelo wa kule Morogoro. Mikataba ya zamani inakuja wanasainishwa, ilikuwa kwa lugha unasaini kwa lugha ambayo si yako. Afu baadaye kwenye kutafsiri na kutafsiria kitu ambacho tofauti ambacho kitaandikwa pale. Mwisho siku unaambiwa umesaini kitu ambacho unatakiwa kuiacha hii ardhi. That's what tunasema ni zile Boga Street au zile fake treat. Lakini pia kuna baadhi ya kitu ambacho ni muhimu sana kukifahamu, ikiwa ni kuwepo kwa ramani ambayo imechorwa mwaka 1911, ramani ya jiji la Dar es Salaam. Mara ya kwanza kabisa iliweza kudizainiwa na Wajerumani, lakini baadaye ikaanza kuwekewa maboresho na Waingereza. Kuna miji mbalimbali au sehemu mbalimbali ambazo zinatumika hadi sasa. Kuna Upanga, kuna Msimbastia, Msimbastia siku hizi ni Msimbazi tunasema. Hapa kuna uthibitisho kuonyesha kwamba ni kweli kuna zile fedha ambazo zimetumika kipindi cha Ujerumani ambao tunajulikana kwa jina la Deutsche Ostafrika, ziko hapa, unaweza kuziona. Lakini pia baada ya vita ya kwanza ya dunia mwaka 1918 nchi yetu ilitawaliwa na Mwingereza. Kwa hiyo kabla ya nchi yetu kutawaliwa na Mwingereza tulijulikana kwa jina la Deutsche Ostafrika kipindi cha Ujerumani. Lakini baada ya Mwingereza kuweza kumpiga Ujerumani baada ya vita kwanza dunia, nchi yetu sasa ikafahamika kwa jina la Tanganyika baada ya kupatikana jina Tanganyika. Kwa hapa kuna fedha pamoja na medals ambazo zimetumika katika kupigania vita ya kwanza ya dunia, lakini pia kuna fedha zimetumika kipindi cha Mwingereza, lakini pia kuna fedha zimetumika kipindi cha Ujerumani. Kwa kipindi cha mwaka 1914, miaka ya nyuma pia, kumbuka Wajerumani wametutawala sisi, lakini Wajerumani waliweza kuwa na ugomvi pamoja na Waingereza. Kulikuwa na vita ya kwanza ya dunia ilitokea. Kutokana na sababu zao mbalimbali ambazo zimepelekea mpaka kuanza kupigana vita ya kwanza ya dunia. Moja ya kitu ambacho kilitokea ni vita ya kwanza dunia ambapo 1914 mpaka 1918 ndio ilikuwa mwisho wa vita ya kwanza dunia. Sasa kama Tanganyika au kama Tanzania baada ya kupata uhuru na baada ya kujoini, ukilifaa mwaka 1914 tunazungumza sana kwamba kuna baadhi ambao kuna askari walishiriki pia kuweza kupigana vita ya kwanza ya dunia mpaka vita ya pili kwa kuelekea. So makumbusho tuna hizo Rolls of Honor tumezihifadhi ambazo zinaonyesha Watanganyika walioshiriki kupigana hiyo vita ya kwanza dunia mpaka vita ya pili ya dunia. Ukija hapa kuna hii huyu koloni anaitwa von Vorbeck. Huyu Vorbeck yeye alikuwa ni governor wa Kijerumani ambaye alipigana vita ya kwanza dunia, ambapo vitu vyake vimehifadhiwa hapa baada ya kukimbia. Hapa kuna belt, kuna mkanda, lakini pia kuna smoking pipe ili ya kuvutia sigara, lakini pia kuna bastola au gun ambayo ilikuwa inatumika na huyu Vorbeck ambao anatumia. Baada ya sasa vita ya kwanza dunia, nchi yetu ilitawaliwa na Waingereza. Hapa ni kipindi cha Mwingereza kuitawala Tanganyika, na hapo ndipo jina Tanganyika pia likaja baada ya ile Deutsche Ostafrika. Hawa ni wale magavana wanne wa mwanzo kabisa mpaka wale wa mwisho mwaka 1961, Sir Richard Turnbull ambaye yeye alitupatia uhuru kutokana na maamuzi ya kutokana na Queen Elizabeth. Ukija hapa mwaka 1966 mpaka mwaka 1940 makumbusho ya kwanza iliweza kujengwa hapa Tanganyika, ambapo ilikuwa jina la King George wa tano. So jengo hili tutakwenda kulishuhudia tukifika hapo chini kuweza kuangalia collection mbalimbali. Kwa hiyo ni kuombe uzidi kuangalia kipindi chetu uweze kujifunza sasa namna gani Mwingereza aliweza kujenga makumbusho ya kwanza hapa Tanganyika. Na sasa baada ya kupata uhuru tukabadilisha mpaka jina, sasa hiyo tena King George wa tano. Tukaita National Museum of Tanganyika, na baada ya muungano tukaita National Museum of Tanzania. So hii ndio makumbusho yetu ya kwanza. Ile jengo tutakwenda kulishuhudia hapo chini, ambalo limejengwa mwaka 1966, limefunguliwa mwaka 1940 chini ya Mwingereza. Baada ya nchi yetu kutawaliwa na Mwingereza, lakini pia kukaanza pia vuguvugu la kudai uhuru. Lakini kabla ya vuguvugu la kudai uhuru pia kulikuwa na mtambo maalum wa kurushia matangazo ya redio, ambapo zamani ilikuwa inaitwa Radio Dar es Salaam na baadaye ukaitwa Radio Tanzania Dar es Salaam kwa maana ya RTD. Mwaka 1951 redio hii, mtambo huu tumekuwa kwa kurushia matangazo, ambapo siku hizi tunaita TBC. Kwa ndo mtambo wa kwanza kurushia matangazo ambao tumehifadhi makumbusho ya taifa. Lakini kwenye vuguvugu la kudai uhuru sasa, hapa tunakutana na wakina mama pia, au mwanamama Ummy Teresa Ntare ambaye pia alishiriki moja hapo kuweza kusaidia kupigania uhuru.
Lakini pia huwezi kusahau pia Bibi Titi Mohamed ambaye pia alikuwa na mchango mkubwa kwenye kupigania pia uhuru. Lakini pia mwaka 1954 tuliweza sasa kuform chama cha kwanza cha kupigania uhuru hapa Tanganyika ambapo kijulikana kama TANU. Hapa kwenye picha utawakuta baadhi ya memba au watu ambao wamehusika katika hii TANU. Kwa wametueleza kulikuwa na Bibi Titi Mohamed, kulikuwa na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pia na baadhi ya viongozi hapo katika hiyo picha kuonekana pia mwaka 1954. Lakini kama picha ya pili inavyoonekana pamoja na hii secret ballot kwa ajili ya kupigania kwa ajili ya voti. Lakini hapa kuna picha ambayo kimuonyesha Bibi Titi Mohamed ambaye sasa yeye pia alikuwa mchango mkubwa kupigania uhuru, hapa akiweza kutoa hotuba mbalimbali kwa watu kuhamasika kuweza kupigania uhuru. Lakini mwaka 1961 sasa tukapata uhuru. Baada ya kupata uhuru kuna picha hii ambayo inaonekana hapa umepiga mwaka 1961. Hii picha imepigwa kwenye jengo ambalo lipo nyuma hapo, ambao inafanya kwa jengo la Karimjee pale nyuma. Hii ndio sasa ambayo imepigiwa hii picha. Lakini pia kipindi tunapata uhuru kama Tanganyika, hii ndio ilikuwa bendera yetu ya kwanza ya Tanganyika. Bendera ya Tanganyika ilikuwa na rangi 3, sio 4 kama tunavyosema kwamba bendera ya Tanganyika rangi 4, hapana. Yenye rangi 4 ni baada ya muungano kati ya Tanganyika na Zanzibar tukapata bendera yetu rasmi ambayo ni Tanzania sasa, ambayo inakuwa na rangi 4. Tanganyika rangi 3 kwa maana ilikuwa na green, kuna yellow, kuna black. Green tunafahamu inaweza kitu gani, ambayo ni forest, yellow minerals, lakini black represent wale indigenous au wale watu husika ambao ni sisi. Baada ya kupata uhuru kuna sherehe mbalimbali zilionekana hapa kama siku hii ambapo yule gavana wa mwisho wa Kiingereza Salita Turnbull ambapo alipatia uhuru Julius Kambarage Nyerere. Hapa kitawazwa kuwa chief wa Mazengo wa kabila la Wagogo baada ya kuwa rais huyu akiwekewa wakfu na ule chief wa Mazengo mwaka 1962. Lakini hapa sherehe mbalimbali za mwaka wa 9 Disemba zilikuwa zikifanyika, au washereheshaji wakiimba kuhusu uhuru, ilikuwa 9 Disemba. Na hili sasa ndio lilikuwa baraza letu la kwanza la mawaziri la Tanganyika huru. Ndio baraza letu la kwanza hapo tuliangalia. Kwa Julius Kambarage Nyerere katikati, kushoto kulikuwa kuna msala nyuma kuna Jobu Lusinde alikuwepo, Rashidi Kawawa, Asante Rabe, Jefani Nsiro Swai, kuna Oscar Kambona, Tewa Saidi Tewa, Jake Mek. Lakini pia kutoka kushoto kuna mbele ya Paul Bowman tunaye Saidi Fundikila pamoja na Julius Kambarage Nyerere ambaye alikuwa amekaa hapa katikati, pamoja na Ernest Veso kiamlikana na Amil Jamal kama unavyoona hapa. Lakini ilipofika mwaka 1964 tulikuwa na muunganiko sasa. Tulikuwa na muunganiko kati ya Tanganyika na Zanzibar. Tuliungana mwaka 1964 ambapo sasa baada ya muungano tukapata sasa hii ndo national flag yetu rasmi kama Tanzania, sio Tanganyika, kama Tanzania, na tukaadi blue ikielezea water bodies, lakini pia kumaanisha pia ni Zanzibar. So water bodies sababu tumebarikiwa kuwa na mito, bahari pamoja na maziwa. Baada ya kupata uhuru mwaka 1961 na baada ya muungano 64 kidogo tulisheki kwenye uchumi, na ndio maana Julius Kambarage Nyerere akaja na idea ya kuwa na socialism and self reliance, kipindi cha Arusha Declaration, ujamaa na kujitegemea. Ilikuwa mwaka 1967. Hapa kama ulivyoona vikundi vya vijana mbalimbali wakaweza kuhamasika kuweza kukumbusha watu kutembea, walikuwa watembea kwa miguu kutoka mkoa wa Arusha mpaka kwenye mkoa mingine. Lengo ni kuweza kuunga mkono azimio la Arusha. Hapa Julius Kambarage Nyerere akiwa na baadhi ya watu hapa pia miezi 6 tangu kuanzishwa kwa kutangaza azimio la Arusha, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na vijana mbalimbali walikuwa na wanawake na hata wazee pia waweza kutembea kwa lengo la kuhamasisha sasa mikoa ya Dar es Salaam kuunga mkono azimio la Arusha pia. Hapa kama unavyoona wanakijiji wa makijiji mbalimbali mikoa mbalimbali, lakini hii kwa mkoa wa Kigoma wakiwa katika duka la ujamaa wakipata bidhaa mbalimbali. Kwa maana hiyo ilikuwa mwaka 1969 hadi miaka ya 72. Kipindi hiko sasa utakuta sasa hata shilingi 1950 mpaka 5582. Kwa kuna kama range ilikuwa inazidi kuongezeka. Kwa hiyo hii ni mojawapo ya Nyerere kuwa na idea yake kwamba tuwe na Arusha Declaration, lakini lengo hususa kuwa na ujamaa na kujitegemea sisi kama sisi kwa lengo la uchumi kukua, lakini pia kutotegemea sasa zile vitu vingine kutoka nje. Tujitegemee kwa sisi wenyewe, alafu baada ya kujiweka vizuri ndio tunaweza kutoka sasa nje kwa ajili ya kuendelea kiuchumi na kijamii zaidi. Kwa hiyo hii yote ilikuwa ni Arusha Declaration, kipindi cha ukombozi, kipindi cha kupigania uhuru,
lakini mpaka muungano wa Tanganyika na Zanzibar kupata sasa neno Tanzania, lakini hadi sasa kutokana na Arusha Declaration ambapo ilikuwa lengo lake hususan ilikuwa ni ujamaa pamoja na kujitegemea. Baada ya hapa tunaenda kuona baadhi ya maisha ya Mwalimu Nyerere pamoja na baadhi ya maonesho ambayo tunayo ya michoro ya mapangoni. Karibu sana. Sehemu hii tutapata kujifunza masuala mbalimbali kuhusu Mwalimu Nyerere ambaye alikuwa ni rais wetu wa kwanza Tanganyika, lakini pia Tanzania. Kuna picha mbalimbali ambazo zikielezea maisha yake hadi kupelekea kufa kwake. Lakini pia inaelezea, sehemu hii inaelezea ile hali ya Tanzania kuwasaidia baadhi ya nchi zilizokuwa kusini mwa Afrika kupata uhuru wake. Kuna picha hizo ambazo zipo, lakini pia kuna picha ambazo zinaelezea mwaka 1978 ambao tulikuwa tuna vita kati ya Tanzania na Idi Amin Dada of Uganda. Hatukuwa na vita na Uganda, bado tulikuwa tuna vita na Idi Amin Dada. Kwa hiyo hapa inaelezea vizuri historia nzima pale ambapo tulipigana hiyo vita hadi kushinda, lakini pia hadi kupelekea umauti wake mwaka 1999 mpaka pale sasa tulipokuwa tunamuaga pale uwanja wa Uhuru, siku tunasema shamba la bibi. Karibu sana. Tuma maoni yako kuhusu kipindi hiki kupitia mitandao yetu ya kijamii: Facebook ITV Tanzania, YouTube ITV Tanzania.